maisha yako, itakutoa hapa na kukupeleka hatua nyingine. Funika macho yako, alafu weka mkono wako kifuani. Mungu akupe ufahamu wa kulielewa neno lake. Baba Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Baba, wewe ni Mfalme, mimi ni mwanao na sisi wote ni watoto wako. Ninasogea mbele zako kusema na roho za watu wako uliowapa kibali cha kusogea mahali hapa. Naomba nisiseme yaliyo yangu, bali nikayaseme yaliyo yako kwa ajili ya utukufu wako. Ninajitiisha chini ya Roho wako Mtakatifu, nipe hekima na maarifa ya kulisema hilo neno kama mbingu ilivyokusudia, na uwape wepesi wa kuelewa wanaolisikia neno hili likazaa matunda ndani yao 160. Mioyo yao ikasafishwe ili neno lako liweze kukaa, maana imeandikwa moyoni linakaa neno lako, lakini haliwezi kukaa kama mioyo imekuwa michafu. Na Baba, ninaomba utakase kwa damu yako moyo wa kila mtu aliyeweka mkono wake kifuani, ili neno hili likakae ndani yake na kuzaa matunda kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aishiye milele, mwenye pumzi ya Mungu mmoja aseme amen. Kama kuna mtu mwenye pumzi ya Mungu alete ame yake hadi hapa madhabahuni. Kama yuko mwenye pumzi zaidi ya hapo alete ame nyingine. Amen. Andika. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba, ili usiishie njiani. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba, ili usiishie njiani. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba, ili usiishie njiani. Watu wengi wamebeba kusudi kubwa kwenye maisha yao, lakini sio wote waliofika mwisho wa hilo kusudi. Wengi wamekwama njiani. Watu wengi wana ndoto kubwa, wana maono makubwa, Mungu kawaleta kwa misheni kubwa, lakini sio wote wanaoweza kufika mwisho wa hicho walichoitiwa. Kwa nini? Kuna vikwazo vingi unapobeba kusudi kubwa, ambayo shetani anavitumia ili akuzuie usiweze kufika kwenye kusudi. Jambo mojawapo ambalo nataka ujue, kila kusudi alilolibeba mwanadamu limebeba matunda kwenye ufalme wa Mungu. Mungu akikuinua kiuchumi, anajua kuna watu wengine wengi watafaidika kupitia wewe. Bwana asifiwe. Mungu akikuinua kielimu, anajua kuna watu wengi watanufaika kupitia wewe. Mungu akikuinua kihuduma, anajua kuna watu wengi watafanikiwa kupitia hilo kusudi la huduma aliyokupa. Kwa hiyo shetani anaelewa hilo, anakuwekea vipingamizi vingi, sio ili akuzuie wewe, ili alizuie kusudi lisilete matunda kwenye ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa watu wengi nimesema wana ndoto kubwa, wana maono makubwa, lakini hawana ufahamu wanapokutana na vikwazo wafanye nini. Kwa hiyo vile vikwazo vinawafunga. Pamoja wana maono makubwa, lakini wanakaa magereza. Ukikaa naye ukamsikiliza mipango yake, maono yake, unajiuliza huyu mtu amekuwaje maskini? Huyu mtu amekuwaje kilabuni? Huyu mtu amekuwaje anajiuza? Huyu mtu amekuwaje Baamedi? Unaona ana vitu vikubwa ndani yake, lakini havifanyi. Kakutana na vikwazo. Bwana asifiwe. Sasa unawezaje kuvuka vikwazo vyote? Ni lazima uwe na roho ya ufahamu. Roho ya ufahamu itakusaidia mahali ambako unakwama, itakupa maarifa ya nini ufanye. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 mpaka mstari wa 58. Ombea roho ya ufahamu juu ya kusudi ulilolibeba, ili usiishie njiani. Mathayo sura ile ya 13 mstari wa 54 hadi mstari wa 58. Soma pasta. Tusoma kwa jina la Yesu. Na alipofika nchi yake,
akawafundisha katika sinagogi lao. Alipofika katika nchi yake mwenyewe akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa, wote wakashangaa, wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Huyu si mtoto wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Mama yake si anaitwa Mariamu, tunamjua. Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Ndugu zake, wadogo zake si Simoni, Yakobo na Yuda? Na mambo yake wote hawapo hapa na dada zake tunao? Basi huyu amepata wapi haya yote? Huyu kapata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima, isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akupe ufahamu. Yesu amebeba kusudi kubwa la kuukomboa ulimwengu. Yesu amebeba kusudi kubwa la kuwatoa watu kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kurudi katika nuru ya Kristo. Amepewa jukumu la kuwafungua watu waliofungwa. Kusudi lake ni kubwa ulimwenguni. Na Biblia inasema akatembea miji kadhaa, akafanya miujiza mingi huko, ndugu zake hawakuona. Akawa na hekima kubwa, ndugu zake hawakuona. Baadaye akasema, ngoja nirudi kwa ndugu zangu nikawape habari njema, ukombozi niliopewa uende na kwa ndugu zangu. Kusudi lake ni kukomboa ulimwengu, lakini shetani anatumia vipingamizi kumzuia lile kusudi lake lisitimie. Yesu alipofika akaingia kwenye sinagogi, akaanza kufundisha. Wakashangaa, wakasema, huyu amepata wapi hekima hii? Mama yake tunamjua, baba yake tunamjua. Baba yake ni fundi seremala na mama yake yuko tena, kazaliwa Nazareti, mahali pa watu maskini. Hekima hii kapata wapi? Nguvu hii kapata wapi? Ikawa ni pingamizi, wanaweka zuio, wanasema kapata wapi hekima hii? Walikubali kwamba Yesu alikuwa na hekima, lakini hawakutaka kupokea alichokibeba. Bwana asifiwe. Walikubali Yesu alikuwa na hekima, walikubali Yesu ana miujiza, lakini walikataa. Kwa nini wanakataa? Asili ya alikotokea, maisha ya alikozaliwa hayana sifa ya kutoa watu wa namna hiyo, na wanajiuliza, huyu hichi katoa wapi? Nisikilize, nitakwambia kitu. Yesu alikuwa na ufahamu. Anapokutana na changamoto, anajua jinsi ya kuitatua. Na mimi ndo nataka kitu ukipate wewe. Ukibeba kusudi kubwa, lazima uwe na roho ya ufahamu. Ukikutana na changamoto, unatakiwa kufanya nini? Biblia inasema Yesu alipoona wanamkataa, wanasema huyu alitokea huku na huku, akawaambia, sikilizeni, mimi ninao ufahamu. Najua nabii akubariki kwao. Nabii akubariki kwao. Kwa hiyo kama nyinyi mnanikataa, mimi sijatumwa tu kwa ajili yenu. Mimi nimetumwa kwa ulimwengu. Kwa hiyo kama mnakataa, hamna muda mimi wa kuanza kupoteza. Nianze kusema jamani, nilitumwa. Pamoja nimezaliwa kwa Yusufu, mimi nilikuwepo mbinguni. Mimi nilikuwa 1 2 3. Nilizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Hakutaka huo muda, anajua anachelewa kufika anapotaka. Kwa sababu mission yake ni kwenye ulimwengu. Kama kuna watu hawajamuelewa, anaachana nao. Biblia inazungumza kitu cha ajabu. Biblia inasema Yesu akiwa hapo hakufanya, anasema hakuweza kufanya miujiza, si ndio? Anasema alipokuwa pale hakuweza, sio hakutaka. Biblia inasema hakuweza. Watu wanaokukataa huwezi kuwasaidia. Kuna mtu ananielewa ndani? Mtu anayekukataa huwezi kumsaidia, kwa sababu hata ukimsaidia ndio unazidi kumjengea chuki. Unaweza kumsaidia, lakini ukamkuta huyo ndiye anayekusema huko nje. Unaweza kumsaidia na bado ukamkuta anakaa mahali fulani, anasema usimuone huyo, amekuja anajionyesha ana hela. Hela zenyewe zinatoka wapi? Kwa hiyo Yesu alijua watu wa namna hiyo hawezi kuwasaidia. Na kuna sababu kwa nini hakuweza kuwasaidia. Kwa nini hakuweza kuwakomboa? Kwa nini hakuweza kuwaponya? Biblia inasema aliponya watu wachache. Kilichofanya awaponye watu wachache ni kwa sababu hawakuamini nguvu aliyoibeba.
Mungu anazo nguvu, usipoamini hazizihiriki kwako. Ndio maana alipowaponya watu alisema imani yako imekuponya. Nguvu za Mungu haziwezi kumsaidia mtu zisipokutana na imani. Kwa wale wachache walioponywa ndio ambao Yesu alikuwa amekusudia kuwaponya. Kwa nini? Waliweka imani. Walisema ni mtoto wa seremala kweli, ni mtoto wa Mariamu kweli, lakini tunaona kitu ambacho manabii hawajawahi kuwa nacho. Wakaona kitu fulani ambacho yule mtu anacho, wakasema pamoja ametokea kwenye familia maskini, lakini sasa tunamwona amekuwa mtu mwingine. Wakatega vichwa vyao, alivyobandika mikono wakapona wote. Wachache wale wengine waliomkataa wakabaki na magonjwa yao, wakabaki na vifungo vyao. Nini naongea na wewe? Kuna mahali Mungu anaweza akakubebesha kusudi kubwa, na watu fulani wakakukubali wa nje, lakini watu wa karibu yako wakakukataa, watu wa karibu yako wakakukandamiza. Hicho kinakuwaga ni kikwazo ambacho kimewakwamisha watu wengi washindwe kufika mahali ambako Mungu alitaka afike, kwa sababu Biblia inasema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwao. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwao. Kwa hiyo kama kuna kikwazo kwa mtu aliyebeba kusudi, ni ndugu zake, ni watu wake wa karibu, ni ofisini kwako kule ambako unafanya kazi. Ukitaka kufanya kitu, watu wakutaka kukudondosha watatokea pale. Watu wakukwambia uwezi kufanya hicho watatokea hapo hapo ambako mmekaa wote. Wanajiuliza, huyu alikuja kuajiliwa, alitukuta si tuko juu. Nguvu za kufungua biashara, nguvu za kufungua ofisi katoa wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hapa nitaongea kitu na watu ambao wako kwenye familia. Mungu akikujalia ufahamu aliokuwa nao Yesu, utafanya vitu vikubwa mno. Kuna watu wanang'ang'ania kujenga mahusiano mazuri na ndugu zao, ikiwa wanawakataa, unajichelewesha. Bwana asifiwe. Haujatuma tu kwa ajili ya ndugu zako. Wakikataa, achana nao. Fanya kusudi ulilopewa na Bwana. Fanya kile ambacho moyo wako unataka kufanya bila kuzuiwa na watu. Kuna mtu anaweza akafika kwenye familia, amepambana huko mjini, hela zinapatikana kwa shida, moyo wake ukasema, nataka nikalete ukombozi nyumbani, nataka nikajenge nyumba nyumbani, nataka niwajengee wazazi nyumba, nataka ndugu zangu watoke kule wanakokaa waje kukaa wote nyumbani. Unaenda kujenga nyumba vizuri, umetumia fedha kujenga nyumba, umejenga nyumba kwa gharama, wamekuja ndugu wanakaa hapo ndani. Baadaye swali linakuja, huyu dogo wa mwisho kuzaliwa, huyu dogo wa tano kuzaliwa, tunajua shule hajasoma, sisi tulikuwa tunasoma, yeye anachunga na alishia la 7, kaenda mjini. Nguvu ya kujenga nyumba katoa wapi? Kusudi lako wewe ni kuwasaidia wakae, lakini wao wanajiuliza nguvu ya hiyo fedha umetoa wapi? Ametoa wapi? Tunajua maisha yake kabisa, na alipoenda mjini tunajua alienda kuchunga ng'ombe. Tunajua kabisa kuna ng'ombe za kukatia majani, ndio alienda kufanya hiyo kazi. Alikuwa shamba boy, alikuwa usigeli. Leo anakuja anajenga nyumba. Nguvu katoa wapi? Nia ya kutaka kuwasaidia wanaiona, ila kuna kisa fulani kinazaliwa. Umetoa wapi hiyo nguvu? Hapo ndo watu wengi wanaanza kuambiwa huyu ni mchawi, kule mjini kuna 1 2 3, ndugu yetu fulani alikufa. Unaanza kuchukiwa bila sababu. Unatenda wema, lakini watu wanakulipa mabaya. Ni kwa sababu ndani yako una kusudi la kuwasapoti. Umefika mahali wanasema huyu itakuwa amekuwa Freemason, huyu amekuwa 1 2 3. Listen, binadamu, ndugu ni watu ambao ni waajabu sana. Mwaka jana alikuja mdogo wangu mmoja, dogo hivi, alikuwa kama form 2. Lengo langu lilikuwa ni kumtibu na na kumsomesha aje kusoma. Nimemchukua, amefika leo, akafa kesho. Amefika kama leo Jumamosi akafariki. Tumehangaika, Mungu katupa neema. Namwambia jamani, huko anasema si umemng'ang'ania, utasafirisha mwenyewe urudishe. Nikamwambia Mungu nisaidie, tukapata, wanaelewa yule sawa, utakuwa unaelewa na watu wengine wanaelewa. Tukabeba ule msiba kupeleka nyumbani. Nafika nyumbani, unaona kila mtu anakutizama kwa jicho baya. Mgonjwa alikuwa nyumbani kwao,
tumezika, tumeondoka. Zikaanza simu kila siku, anapokea mama Samueli, anapokea mimi. Wanasema huyo simemla nyama ili kanisa likue, tamla nyama na huyo. Wanazungumza, alafu ni watu wa karibu. Mimi niligundua kuna ishu fulani ya kishetani inataka kukuvunja moyo, inataka uanze kubeba mzigo wa watu, inataka uanze kuwabeba kwenye moyo wako. Ujue watu wa karibu wanapoongea kitu kinaumiza kuliko watu wa mbali. So unaweza ukaanza kubeba hiyo moyoni, unaacha kufanya unachotaka, unafikiria mama anawezaje, baba anawezaje, huyu anawezaje kuongea hichi. Ukikaa kwenye hilo gereza, unasahau kusudi na shetani ana block milango. Ukitoka hapo unaanza kupambana uende unakotaka kwenda, unaona uendi. Kinakuwa ni kikwazo, unazuiwa. Yesu anagundua hawa watu sitakiwi mimi kuhangaika nao. Wanaonielewa nitawaelewesha, wasioelewa naachana nao. Unapobeba kusudi kubwa usiangalie watu wawili, angalia watu kwenye kusudi lako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa wakaongea cha kuongea, wakaanza kupigana simu. Wanasema ingia kwenye akaunti yake ya Facebook, kuna marafiki utaona ni Freemason. Nasema Mungu wa mbinguni wewe. Wanatunga tu mjadala, hata unakotokea unajiuliza hivi hawa, alafu ni ndugu wa karibu. Unasema wametokea wapi hawa? Ukijenga chuki na kwambia, unaweza ukaanza kudelete na namba zao ukawalaani. Lakini unapobeba kusudi kubwa, hauangalii wakina Simoni wanaokutupa kwenye shimo, hauangalii kina Leubeni wanaokuuza, unaangalia Mungu amekuotesha ndoto gani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi wako hapa wanalia kwa sababu ya watu. Unapobeba kusudi kubwa usiangalie watu. Unajua mimi nikituma kwa watu wa ulimwengu, alafu watumia wakanichukia, yaani hawanisumbui chochote, kwa sababu ninakoenda ni mbali kuliko hao niliokuwepo nao. Na kuna watu wengi wamekutana na hicho kikwazo. Kuna watu fulani wamekuwa kikwazo. Sasa anaanza kupambana kuwafurahisha baada ya kupambana na anakotaka kwenda. Wakikukataa hao watu, unaweza ukasema jamani wamesema mimi ni Freemason, sasa nianze. Umepata 100,000 ndio unanunua, jamani nimetuma hela ili ufute yale maneno. Unachelewa. Wewe hata waseme wanachosema. Ukipata hela tumia kwenye maono yako. Itafika muda watakukuta umekaa mahali fulani, alafu watasema tulikukosea sana, tuliwazaga vibaya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anagundua hawa watu, anasema hapana, nabii apate heshima kwangu. Hiyo ni roho ya ufahamu. Na kama unayo maono makubwa, si biashara au huduma, omba kila siku Mungu akupe moyo wa ufahamu. Watu wenye moyo wa ufahamu huwa hawachukii, kwa sababu wanapoliona tatizo wanapata majibu ya mbele, na majibu ya mbele yanakufanya usiumie sasa hivi. Ndio maana Daudi anafika mahali anasema na ucheka wakati uliopo kwa sababu ya wakati ujao. Maana yake kuna mazingira yapo sasa hivi hayamtishi, sababu ana maono ya mbele. Kuna mtu fulani anakudharau leo, usibebe kwenye moyo wako. Unakaa kwake, anakufanya kama mtumwa. Hiyo isikuumize, angalia unataka kwenda wapi. Ukimbeba huyo mtu kwenye moyo wako, kila muda utakuwa unamfikiria, unajichelewesha mwenyewe na unatengeneza block za shetani kukushtaki. Lakini mtu anayeona mbele anajua hapa napita. Haijalishi nateseka kwa kiwango gani, lakini hapa navuka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa na roho ya ufahamu. Akasema, mimi watakaonipokea na wapokea. Ukifika mahali unapeleka msaada kwa ndugu, wanaokukataa achana nao. Kuna mtu atakaye kukubali. Ngoja tuangalie kitabu cha Luka. Tuangalie kitabu cha Luka. Luka sura ya 4 mstari wa 24 hadi 27. Luka sura ya 4 mstari wa 24 hadi 27. Soma pastor. Akasema, amin nawaambia ya kwamba
hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, walikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, zamani za nabii Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita. Njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, hajatumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta. Hili neno kwa mmoja wapo maana yake hakutumwa kwa watu wote tu, ila kwa mjane wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa, hakuna mwingine aliyepona ila Naamani, isipokuwa Naamani mtu wa Shamu. Listen, Biblia inaongea Yesu anaongea kitu cha ajabu. Anasema nabii Elia alikuwa nabii kwenye taifa la Israeli, lakini nchi imekuwa na njaa. Ukombozi hauendi kwa mama ambaye anaishi Israeli, ukombozi unaenda kwa mama aliyeko Sidoni. Naamani alikuwa na ugonjwa, nabii alikuwepo ndani ya Israeli, lakini hakuna mtu aliyeponywa ndani ya Israeli isipokuwa mtu aliyetokea Shamu. Tafsiri ya haya maneno, kuna muda unaweza ukazaliwa kwenye familia yetu, lakini Mungu akakuweka kusaidia watu wengine ambao sio wa hiyo familia. Unanielewa ninachoongea? Kuna muda unaweza tukazaliwa pamoja, lakini Mungu akaweka kitu ndani yangu, watu wakakataa, ndugu zangu, lakini Mungu hajanituma kwa ajili ya hao watu. Elia alikuwa na nguvu na upako wa kuwapa chakula watu wa Israeli, lakini wasingemkubali. Na kwa nini nakwambia wasingemkubali? Siku moja nabii Elia alitoka mapangoni, kwenye tembea yake akakutana na mfalme Ahabu. Sikiliza maneno aliyosema Ahabu, huyu ni Mwisraeli mwenzie. Anasema, upo wewe mtaabishaji wa Israeli. Anamuita ni mtaabishaji. Tafsiri nyingine, tulikuwa tunakutafuta, yaani una bahati tumekutana tuko wawili, sina namna, lakini tulikuwa tunakutafuta muda mrefu. Wewe ni mtaabishaji. Elia anawezaje kumwambia Bwana leo nitakupa chakula ule, mtu ambaye ana chuki na wewe? Lakini hao wanamkataa. Kuna watu walioko nje ya hapo, anaenda anamwambia mama, ninayo njaa, nipe chakula. Yule mama anasema, alo, mimi nina kipande tu cha mkate. Anasema, mimi mtumishi wa Mungu, nipe. Na yule mama aliposikia neno mtumishi wa Mungu akasema, hata nikila mimi nitafanya nini? Takufa tu, ngoja nimpe mtumishi wa Mungu. Na alivyompa, sikiliza maneno aliyosema Elia, akasema, unga hautapungua kwenye chombo chako, wala mafuta hayatapungua. Maana yake Israeli wanaomkataa wangeweza kutendewa hivyo vitu, lakini yule anayemkubali anapokea uzima ulioko ndani ya Elia. Kwa hiyo kuna wakati una kitu cha kusaidia watu, kama hawataki usijiforce, achana nao. Ulisha kufika mahali unasaidia watu, lakini unaona msaada wako hawataki, sababu watu wasiotaka msaada wako hata uwatendee mambo makubwa hawanaga shukrani. Yaani unajiuliza, nimefanya vitu vikubwa, unategemea wataanza kushukuru, lakini ukiwatizama hivi unaona ndio wamekutolea macho, wanasema saa ngapi tumtumbukize kwenye shimo. Unasema mwalimu, unaongea kitu gani? Unajua habari za Yusufu? Yusufu amebeba chakula anapelekea ndugu zake, amekuta mahali ambapo alijua wapo, akakuta hawapo. Anauliza jamaa mmoja, unawatafuta ndugu zangu uje waona? Anasema wameenda sehemu fulani. Anaanza kutembea kwa miguu, anawapelekea chakula. Wanamuona kwa mbali na amebeba mautipoti yake, wanasema bwana ndoto yule anakuja, bwana ndoto yule anakuja. Hebu ngoja leo tumuoneshe kazi. Yaani umebeba chakula, una moyo wa kusaidia watu, watu wanasema ngoja tumuoneshe kazi. Unaweza ukabeba mafungashio, watu wa Dar es Salaam, Mungu sijika wapa neema ya kubeba mabegi, nahisi wana ukarimu mkubwa. Akianza kwenda mkoani, anakumbuka kila mtu, anachukua nguo, anachukua mikate, anachukua sukari, ananunua mchele, mafuta ya kupaka. Anaenda anamuona bibi huyu, anamuona mama huyu, anamuona anaenda anamuona kila mtu. Ndio maana wanasema shangazi kaja, yaani tunaenda na mafurushi, lakini tunaowapelekea wanasema hii ndio tiketi yetu ya mwisho. Kama kaja hapa ni mwendo wa kuchota nyayo.
mwendo wa kuchota nyayo, tutengeneze vyakula, arudi na magonjwa Dar es Salaam. Wewe ulibeba vyakula, wenyewe wanakubebesha matatizo. Sometimes ukiwa na ufahamu, utaishi sawa sawa na kusudi lako, hautaishi kwa kufurahisha watu. Bwana asifiwe. Ukitaka kufeli kwenye kitu Mungu alichokubebesha, ishi kwa kufurahisha watu. Listen, mimi nakwambia kweli, Yesu alibeba kusudi kubwa. Sikuwahi kumuona Yesu anajipendekeza kwa wanadamu. Mimi nimesoma Biblia, sijawahi kumuona. Yeye alikuwa anaishi kwenye alichotumwa. Ukimwelewa mnaenda naye, usipomuelewa akubembelezi. Jamaa mmoja akamfuata Yesu. Akamwambia, bwana mkubwa, nataka nikufuate kokote unakoenda. Akamwambia, nisikilize, ndege wana mapango, wanaweza kwenda kulala. Ndege wana viota. Mbweha wana mapango. Unataka kunifuata mimi, sina sehemu ya kulaza hata kichwa changu. Jamaa akatafakari, akasema mtu ambaye hana hata kiota hata pango, maana yake tutakuwa tunalala milimani. Akakumbuka godoro lake, akasema huko siendi. Na Yesu kuanza kumhubiria, twende. Unajua Yesu hayuko kama mchungaji. Kuna watu nawaambia, Yesu akisimama hapa kuhubiri mnamkimbia, atakuwa hana mshirika. Wewe mtazame Yesu kwenye Biblia. Wachungaji ndio mnataka tutembee hivi, lakini Yesu jamaa mmoja anaenda anamwambia, bwana mkubwa, nimekuelewa sana mafundisho yako, hebu nipe nafasi kwanza niende nikaage ndugu zangu. Yesu anamwambia, kusudi nililonalo aliniruhusu kusimama, inabidi nitembee muda wote, kwa muda wa kwenda kuaga sina. Anasema mtu akilima shamba akageuka nyuma na kuliacha, alifai. Maana yake kama unataka mpaka ukaage watu wakukubalie, huwezi kuongozana na nini? Mchungaji akiwa na majibu kama ya Yesu, hauwezi kumpenda. Hata namba yake kwenye simu useme. Lakini Yesu hakuwepo anataka kufurahisha watu, alitaka kutimiza kusudi la Baba yake. Ili uweze kutimiza kitu ulichobeba, ni lazima utoke kwenye mlengo wa kufurahisha watu. Ishi kwenye kile ambacho umeitiwa. Niliwahi kusema siku moja, nyinyi wa mama mnagombana na wababa nyumbani, na saa nyingine mnagombana, mnaanza kusingizia hao wababa wana tabia mbaya, au wababa hawaeleweki. Lakini kuna muda, kuna vitu fulani vimekuwa vikwazo kwenu. Baba amekuachia shilingi 30,000 na amekwambia mimi naenda kazini, hii hela jitahidi utumie wiki nzima. Anatokea mgeni, na mgeni mwenyewe amekuja tu kwako ni kwa sababu kuna vitu amekwama, lakini hapendagi hata kuja kukusalimia. Na wewe unasema mpaka huyu kaja, Mungu kafungua neema leo, na kwa sababu ananichukia nataka apeleke habari njema. Unachukua 30 ya wiki nzima, unaenda buchani, halo, nataka nyama kilo, na unachukua na vinega na kila kitu, unairosti kabisa, alafu unaenda kuchukua na mchele. 30 inaisha siku 2. Alafu jamaa amekula ameshiba, kesho unamsikia katoka hapo alipokuwa ameenda mahali pengine, anasema wako mjini, nilijua wana vitu vya maana. Wanahangaika tu. Yaani nimeenda, wana viti fulani vimechoka. Yaani kuna watu mjini mimi nawahurumia tu, wangepata hata mashamba. Sasa kwa sababu umbea hauna siri, unakuja kusikia umegombana na mume wako, hela ya wiki umetumia siku 2. Usiishi kwa kufurahisha watu. Kama nilikuwa nina mpango wa kula dagaa, ukija kwangu utakula dagaa. Kama nilikuwa na mpango wa kula matembele, sababu bila maono watu waacha kunizuia. Kile ambacho ningekula mimi utakula na wewe. Siwezi kuanza kujifurahisha, kukufurahisha wewe, alafu nikaangusha kusudi langu. Ukiona umetumia hela vibaya, usiseme alikuja baba mkwe. Ukimwona mume kakasirika, tubu, mwambie nisamehe, nimeenda nje ya malengo. Tunapotenda ukarimu, hatutendi kwa sababu tunataka kuwafurahisha watu. No. Unapofanya ukarimu sio kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Dhamiri yako isiwe lengo kumfurahisha mtu. Dhamiri yako useme tu nimeamua kutenda ukarimu. Usiishi kwa kufurahisha watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umri tunaoishi ni mdogo sana. Mdogo sana. Usipokuwa na ufahamu, utakufa hujaacha alama ya kitu chochote. Unanielewa? Utakufa hujaacha alama ya kitu chochote, japo Mungu alikupa kusudi kubwa.
Usifurahishe wanadamu. Hauwezi kuwafurahisha mpaka waweke kikao, waseme halo, maisha tunayoishi tumepewa vitu na huyu mtu, halo tumpigie makofi kidogo. Haitatokea kamwe. Wakicheka hawakuchekei wewe, wanachekea vile ulivyo navyo. Vikiondoka ulivyo navyo, utaziona sura zao halisi. Ishi kwenye maono yako. Nataka tuangalie mambo kadhaa. Kwa nini mtu aliyebeba kusudi ajiombee roho ya ufahamu? Kwa nini mtu aliyebeba kusudi ajiombee roho ya ufahamu? Namba moja, kwa sababu adui anapotaka kuzuia kusudi lako anatumia akili. Kwa nini mtu aliyebeba kusudi ajiombee roho ya ufahamu? Nimesema moja, kwa sababu adui anapotaka kuzuia kusudi lako anatumia akili. Anatumia akili. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Soma pastor. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, kwa akili yake, asije akaharibu fikra zenu, asije akaharibu akili zenu, asije akaharibu ufahamu wenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Bwana asifiwe. Nimesema kwa nini muombee ufahamu? Kwa sababu adui anapotaka kuzuia kusudi la mtu anatumia ufahamu. Nyoka alipoenda kuharibu kusudi la Adamu pale Edeni, kusudi la Adamu lilikuwa ni yeye kutunza bustani, lakini kusudi kubwa lilikuwa ni kumiliki dunia. Bwana asifiwe. Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Kwa hiyo kusudi la mwanadamu kuwepo hapa duniani ni kutawala vitu vyote ambavyo Mungu aliviweka. Wakatawale wanyama, ndege wa angani, ardhi na kila kitu alipewa mwanadamu atawale. Ndio lilikuwa kusudi la Mungu, kumfanya mwanadamu atawale. Sasa shetani anajua kama mwanadamu kusudi lake ni kutawala dunia na yeye anataka asitawale, anatumia akili. Biblia inasema waliwekewa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakamwambia siku mtakayokula mti wa mema na mabaya mtakufa hakika. Kwa hiyo tafsiri nyingine, walipewa kujua mema tu, mabaya hawakujua. Tunaenda sawa sawa. Biblia inasema siku mtakayokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa. Maana yake mema walipewa, ila mabaya walikuwa hawajayaona, yalikuwa yamefichwa kwenye lile tunda. Na shetani anajua ili mwanadamu atoke kwenye kusudi la Mungu ni lazima aishi kwenye mabaya. Mungu atamkasirikia asitawale dunia. Kwa hiyo ikafika mahali akamwambia Eva, ni kweli Mungu amesema mkila matunda mtakufa? No, anasema Eva, Mungu amewambia usile matunda yote ya bustani? Anasema hapana, Mungu hajasema hivyo. Mungu amesema matunda yote ya bustani tunaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana tukila tutakufa. Alafu nyoka anamwambia hapana, Mungu anajua siku mtakayokufa